Mvua ilikuwa inanyesha taratibu, ile ya Mombasa yenye baridi kali lakini ya kuumiza moyoni. Nilikuwa nimeinama nafagia kompaundi kubwa mno, maji yakichanganyika na vumbi yakinipiga usoni. Hapo ndipo nilimuona kwa mara ya kwanza. Alitoka ndani ya jumba kubwa la kifahari akitembea kwa haraka, viatu vyake vikigonga tiles kwa sauti kali. Alikuwa tofauti, si kwa uzuri wake tu, bali kwa ule ukali uliokuwa ukitoka hata kabla ya kufungua mdomo wake. Nilisimama kidogo kumtazama. Kosa kubwa hilo. "Unaniangalia nini?" alifoka kwa sauti kali. Kabla sijajibu, alinipita kwa nguvu akinisukuma bega. Niliteleza kwenye matope, nikaanguka vibaya. Maumivu yalinipanda hadi kifuani. Nilinyanyua macho yangu kumtazama tu, nikidhani ataniuliza kama niko sawa. Lakini alisimama juu yangu akanikodolea macho kwa ukali. "Ukifanya kazi fanya, usilete ujinga hapa tafadhali," akasema, kisha kaondoka bila hata kugeuka. Mvua ilinipiga usoni, machozi yangu yakichanganyika nayo. Sijui kwa nini, lakini pale chini kwenye matope nilijikuta nimempenda. Baadaye jioni, mzee mmoja mfanyikazi alinifuata. Uso wake ulikuwa umejaa wasiwasi. "Wewe kijana," alinong'ona, "huyo msichana wachana naye. Watu wamepotea kwa sababu yake." Nikamwangalia, moyo wangu ukauma, lakini mdomo ulikataa kukubali. "Lakini nampenda," nilisema kwa sauti ndogo. Mzee alitikisa kichwa polepole, akaniambia, "Basi jiandae kupotea pia wewe." Mvua iliendelea kunyesha, na hapo ndipo hadithi yangu ya mapenzi ya huzuni ilipoanza. Nimekuwa wako Hemed Katundani, na hii ni sehemu ya kwanza. Usikose sehemu ya pili.